I am moving. Kuna vitu havijaenda sawa kwa ambako nilikuwa nafanya kazi. I just decided to choose me. Yake ndo haya. Hii ndo box la TV. Hii box that my hair business. Yes. Hey guys, how are you? How are you doing? How is your day going? How is your weekend? Vlog. Woo. And I am moving. We are moving. So asante sana kwa kusubscribe, asante sana kwa kuwa mfuatiliaji wa video zangu ambazo nazipost. Naitwa Mariana Kaswaz, Life with Mariana. Asante sana wewe unayefuatilia na kusubscribe na kulike na kucomment video zangu, hata kutazama mpaka mwisho. Although subscribers ni wengi 3,000 na still viewers ni ndogo, lakini I do appreciate so much for you few number of people who are watching my videos. Others take time to like and comment. I'm so glad I have you few who are watching my videos, and we'll keep going. Yeah, so we are moving, guys, from Manyara to Dar es Salaam. Pack with me as I am moving back to Dar es Salaam. I'm going back to Dar es Salaam, and I'm kinda excited to get back to Dar es Salaam kwa sababu ni sehemu ambayo nilishawahi kukaa na na experience na ule mji. Dar es Salaam is not for the weak. Dar es Salaam is like a content creator and YouTube is not for the weak. Kuna vitu havijaenda sawa kwa ambako nilikuwa nafanya kazi Manyara, Katesh, kijiji cha Katesh. So I just decided to choose me instead of choosing suffering. So I'm not happy. I'm not at peace with the work. I'm not happy with the work I'm doing. So I just decided to say, no, I can continue it. Sababu ni kwamba kazi nilokuja kufanya huku ni maumivu kwangu. It's like putting my health on risk. So nikaona ni bora kuchagua afya yangu kuliko kuendelea kuteseka. Although nitamisi sana. I was working with Tanzania Forest Service Agents, ambapo tulikuwa katika msitu wa mazingira asilia wa Mlima Hanang. Mazingira ya mlima ni mazuri, mazingira ya msituni ni mazuri. Like serious, nitamisi sana mlima wa Hanang. Nitamisi sana forest activities. Nitamisi sana safari za kupanda mlima. Nitamisi sana kwenda waterfall. Lakini it is what it is. If you're not happy, if something is inakuumiza kiafya, kihisia, kiakili, just say goodbye to it. That's what I did, to choose me instead of pain, instead of staying sad and not being happy with the work I'm doing. It's not good to work on something you're not happy to. Fanya kazi ambayo inakupa furaha kuanzia kote. Inakupa furaha ukiwa ofisini, inakupa furaha kwenye malipo, inakupa furaha unapoifanya. Like, do what makes you happy. So I still don't know, sijui nitaenda kuishije Dar es Salaam, sijui nitapata wapi kazi au nitapata lini, na kinda umri umeenda. So but I just choose to not be scared. I will go back and stay low, stay in confidence, stay in the way I'm believing. So I just hope things
will be well and good. Kwenye video iliyopita niliwaambia nimeuza some few things like kabati la nguo ilikuwa hapa. Lakini pia nimeuza dressing table ilikuwa pale kwenye kale ka stool there. So yeah, pia nikauza ka small TV showcase. Pia niliuza kitchen cabinet ambapo sasa hivi ninapika chini for almost 3 weeks. Niliamua kukaa ili nimalizie mwezi, nifunge mwezi wa 5 then ndo niondoke. Yani of course I was hunting the my May salary. So yeah, kupanda mlima kulikuwa kunanichosha, kifua kinanisumbua, like ninapumu lakini pumu yangu sio ya kuataki too often. So baada ya kuja huku mazingira ya baridi na mazingira ya kupanda mlima mara kwa mara wageni wanapokuja and all that, nimekuta nikiona kwamba kwa wiki moja nimepata attack ya asthma twice. Kwa mwezi nimepata attack ya asthma, which is not normal. It's quite painful. So that's why I decided to leave this job to be safe and stay safe. Niondokane na mazingira ya baridi kali na mazingira ya kuchosha kifua changu kupanda mlima and all that. But nimeenjoy sana kwa siku ambazo nimekaa hapa. Nimekuwa hapa Manyara, kijiji cha Katesh, but it is what it is. So I'm leaving. Pack with me as I'm going back to Dar es Salaam. I love you guys. Thank you for supporting your girl. Thank you for being here with me, keeping me support. Thank you for watching my videos. I hope nitafika ninapopataka na everything will be just perfect. So yeah, let me continue packing. Yeah. Kufunga hili jiko, mtungi wa gesi nitauza, si nafanyaje, na maboksi yake ndo haya. Hii ndo box la TV, hii box la jiko, box la karidio kangu kadogo. And this is my small suitcase. Yeah, that's my hair business. Nywele sita zimebakia, zinasikia kuuza, and I don't know customers tapata wapi waendelee kuondoa hizi nywele. This is the perfume my boyfriend got me as a gift. Smells so good. And I have good news. Tarehe 31 mwezi wa 5 kulikuwa na event kubwa ambayo ilifanyika katika mazingira ya msitu asilia wa Mlima Hanang, na kulikuwa kuna mbio ambazo zinafanyika ambazo zilipewa jina la Mount Hanang Adventure Race and Hiking. Guess what, guys? Guess what? I was among of those people who did the hiking and I got my medal. So that's it. Yoo-hoo! Mount Hanang Adventure Race and Hiking. Finisher medal. So nilikimbia mlimani nikamaliza mbio, although it was tiring. 50 kilometers. So yeah, I have got this one as a memory to this Mount Hanang Adventure Race and Hiking Marathon. So guys, hapa nikaendelea kupanga baada ya kushangilia hiyo medali yangu.
na hapo ndo nilipofikia. Kwa hiyo nikiwa nikipanga nachoka naacha. Hivyo vyote vinatakiwa kuingia kwenye vitu ili kuepuka mizigo mingi yani. So yeah. Hapo kama unavyoona viatu nilikuwa nachoka nikiviangalia hata sele niweke yapi. Rodiaba nikaamua niweke vyombo kama unavyoona, all my dishes are in there. So yeah. Cheki kuna raba zingine nje, zote hizi zinatakiwa ziingie humu hivi viatu vyote. So, hey guys, it's another day, another blessing, another joy, another happiness. Although I'm sad a bit because I had to leave my bed. So I'm setting my bed. Yeah. I sewed my bed and my cooker, my plate, jiko langu lile la gesi niliuza pia. So I guess I'll start from scratch. Oof. I love this bed. Hii kitanda ndo nilianza nacho maisha. Leo nakiacha kijiji cha Katesh. I miss you so much, Kenny. I miss my bed. So I'm just waiting for the cup. Seeing the cup in English. Buta. The baby vitu. And then I'll see you when I'm in the bus. Hey guys, tunaendelea na vlog yetu ambapo nilifika kituo cha basi ofisini, nikapakia mizigo yangu. Nilikuwa lazima nifike mapema ili niangalie jinsi watakavyopanga mizigo yangu kwenye hiyo buti ya basi. As you can see, wanafunga nje, kulikuwa kuna baridi la hatari. Fanya masiara na Katesh. Fanya masiara na wilaya ya Hanang, na hiyo ndo muonekano wa basi kwa ndani. So I will end this vlog here. You stay safe, remember to work hard and have good intention. I hope umeipenda video hii, and if you do, please kindly like, comment and share. Until next time, see you on my next vlog. Bye.